Yes, hii ni ya wachungaji. Kama wewe umeokoka na yeye ni mchungaji na anahubiri neno la Mwenyezi Mungu, Mathayo 28 kuanzia 16. Yesu aliwaambia hivi, endeni mkafanye wengine kuwa wafuasi wangu. Tukafanya wale wengine kuwa wafuasi wa Yesu. Tukafanye wale wengine wamfuate Yesu, tukawabatize. Tukafanya wale wengine kuwa wafuasi wa Yesu, kuwabatiza. Kuanzia mstari wa 16. Enendeni mkafanya wale wengine kuwa wafuasi wa Yesu, tuwabatize. Kisoma na Kizungu inasema hivi, kwa sababu watu wengi and 17 says 18 inasema hivi, and Jesus came and speak to them saying, all power is given to me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptize them in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit or Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and whatsoever I have commanded you. Ile mambo Yesu aliwaamurisha, alitufundisha. Ile mambo Yesu alitufundisha. Kiswahili nayo inasema hivi, mstari wa 18. Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru nyinyi. Waamuru nyinyi. Natazama mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Mpaka mwisho. Yesu atakuwa after to do that. Saa hii utajua kama unafundisha watu kuacha dhambi, Yesu yuko na wewe. Kama uwafundishi kuacha dhambi, already aliondoka. Alienda kitambo na hiyo story ikaisha. Yesu mwenyewe anawaambia watumishi, mkafundisha watu yale mambo niliwaagiza na mkawafanye kuwa watumishi wa Mungu. Kuacha dhambi. Kuwa watu, sio eti kuhubiri hizi vitu zingine. Na ukisoma Luka kuanzia 12, kuanzia mstari wa 30, Luka chapter 12 kuanzia mstari wa 31, Yesu anasema tutafute kwanza uzima wa milele, ufalme wa mbingu. Hii mambo ingine yote itafuata baadaye. Tutafute kwanza uzima wa milele na hizi vitu zingine zitafuata, lakini hatufundishi kutafuta uzima wa milele, tunafundisha hizi vitu zingine. Watu kuacha dhambi kwanza. Kama wewe ni mchungaji na unasema unahubiri Yesu, nimesema watu wa dunia wanafanya kazi zao, biashara nini, wale wa corruption wanafanya corruption. Yule ako na duka amefungua duka anauza, wale wanauza wa vilabu wamefungua pombe wanauza vizuri tena zaidi, na wanafanya kazi poa. Na sisi wachungaji kazi yetu nini? Kuitwa mchungaji, mtumishi wa Bwana, sio kubeba tu Biblia na kufunga nini hapa peke yake tuonekane na watu. Ni kufundisha watu kuacha dhambi, kufuata Yesu. Hiyo ndio kazi. Kama wewe ni pastor, kama wewe ni mchungaji. Kama wewe ni mchungaji, ni kufundisha watu kuacha dhambi, kufuata Yesu. Kufundisha watu kuacha dhambi na kukaa katika njia za utakatifu na kufuata Yesu. Kukemea, kuonyesha watu zile makosa wako nazo. Tumepewa hiyo. Tumepewa kukemea. Ukisoma Ezekiel 33, Ezekiel chapter 3 pia inaeleza, nimekuteua, nimekufanya kuwa mchungaji, uchunge kondoo zangu. Wakifanya dhambi hivi unawaeleza hii. Kama hatutawaeleza, hiyo dhambi yote tunawekelewa juu. Wakikufa wakiwa kwa dhambi, lakini ukishawaambia na wakatae,
haina shida. Kazi ya mchungaji ni kutoa watu kwa shetani, kuwaleta kwa Mungu. Na kutoa watu kwa shetani kuwaleta kwa Mungu ni kuonyesha zile dhambi wanafanya, kama vile mavazi, kuvaa vibaya, kutembea uchi, hiyo ni dhambi. Roho wa Mungu hawezi kaa ndani yako. Korintho chapter 1 tumeona wa kwanza, chapter 6 kuanzia verse 20 hapo inasema tumkulize Mungu kwa miili yetu. Tueleze watu zile vitu wanafanya ambao zimpendezi Mungu, wakuje kwa Yesu. Hiyo ndio kazi ya mchungaji. Kama we ni pastor, sio kuongoza vikundi. Hata kama ni wanasiasa, wakija kwako we waeleze this is not right. Nyinyi mkifanya na hii hamtaenda mbinguni. Hata kama ni watoto, hata kama ni wanarika, wamama, wazee, tuwaeleze hii na hii hautaenda mbinguni. Na ueleze vizuri, hatuna mbingu yetu, mbingu ni ya Mungu tu. Hatuna mahali tuko na mbingu yetu. Na Bwana Yesu awabariki. Wale wachungaji wa kweli, si Mungu awaongeze neema tu ya kuhubiri injili tu. Si lazima ujulikane na watu, lakini simamia utakatifu na wokovu. Na ubarikiwe kwa jina la Yesu.